Kwenye maisha lazima uelewe ukweli ni kwamba hauwezi ukafanikiwa smooth, yani njia tu iliyonyoka. Hapo katikati unapokuwa unapambania ndoto yako, unapokuwa unapambania malengo yako, inaweza likawa ni lengo la kifedha, lengo pia la kielimu. Hapo katikati lazima ukutane na vizuizi. Hata gari linapoanza safari kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, hapo katikati lazima likutane na jam, likutane na matrafiki, wakati fulani litasimamishwa. Na hivi vitu vizuizi vinaweza vikalifanya lisifike kwa wakati sahihi. Kuna kitu ambacho lazima ukifahamu. Mara nyingi successful people wote unaowajua duniani ambao wamefanikiwa kwenye eneo fulani, inaweza ikawa pia ni biashara, inaweza ikawa ni kwenye mauzo, inaweza ikawa labda ni kwenye elimu, mara nyingi hata wao walikutana na vizuizi. Lakini mara nyingi sana research zinaonyesha kwamba wao wanapokutana vizuizi, successful people mara nyingi kutafuta solution ya vizuizi vinavyowakoa, vinawazuia pale njiani. Lakini utofauti ni kwamba wengi ambao ni successful people duniani mara nyingi wanapokutana vizuizi, wanapokuwa wanapambania ndoto zao, mara nyingi wao hukata tamaa kwa sababu ya vile vizuizi. Kuna kitu ambacho natakiwa ukifahamu kwamba kwenye hii dunia vizuizi huwezi ukavizuia, lakini mimi ningekupendekezea uwe kama maji. Maji yanapokuwa yanasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, inaweza ikawa ni kwenye ziwa, mara nyingi kukutana na vizuizi. Hapo katikati ya safari kuna wakati yanakutana na magogo. Hapo magogo yanapokutana, lakini maji hayawezi yakapinga kutokea kwa magogo, lakini maji yanachokifanya kutafuta solution ya kuyabeba magogo au kuyazunguka yale magogo, hatimaye yafike kwenye ziwa kama ilivyokuwa imepanga hapo awali. Kwa ni kitu ambacho ni cha msingi kwenye maisha, huwezi ukavizuia vizuizi. Na mara nyingi wataalamu wa malengo wamegawanya vizuizi katika aina mbili, kwamba kuna vizuizi ambavyo wewe vinaweza vikakuzuia kufikia malengo yako. Kizuizi cha kwanza, 80% ya vizuizi mara nyingi hutokana na wewe, vizuizi vya ndani yako wewe mwenyewe. Na vizuizi vya ndani yako wewe mwenyewe mara nyingi, kitu cha kwanza huwa ni fear, uoga. Watu wengi wameshindwa kubeba maono yao na kubeba ndoto zao kwa sababu ya uoga, kwamba watu watanionaje, wazazi, marafiki, wameshindwa kubeba. Pengine una ndoto fulani ya kuimba, umeshindwa kuibeba sasa hivi, hata hujaanza kuifanyia kazi kwa sababu ya uoga. Kwa research zinaonyesha kwamba watu wengi sana wanakuwa na uoga kwenye kufikia malengo yao, kubeba maamuzi, kufanyia kazi malengo yao. Lakini kitu ambacho ukweli ni kwamba kwenye haya maisha, wewe kama kijana lazima uelewe kama maisha yako wewe ni wewe mwenyewe mwenye wajibu wa kuyabeba maisha yako na kuyafanyia kazi na kuyapambania, ni wewe mwenyewe. Kuna kitu fulani kila siku wanasema kwamba wewe ndiye rais wa maisha yako, wewe ndiye waziri mkuu wa maisha yako, wewe ndiye mkuu wa majeshi wa maisha yako. Kwa maisha yako yapo mikononi mwako wewe mwenyewe. Hakuna mtu ambaye unaweza ukamwogopa kwenye hii dunia. Mimi wanasema kwamba umezaliwa peke yako na utaondoka peke yako. Kwa nini uogope? Fanyia kazi malengo yako kungali bado mchana. Lakini pia ambacho unatakiwa kufanyie kazi, kwa sababu mimi ni life coach wa time management productivity, huwa najaribu kushauri watu kwamba malengo yako yafanyie sasa hivi, yafanyie kazi sasa hivi. Kwa sababu gani? Una muda wa kutosha kule unapoenda. Muda wetu duniani uko limited sana. Unaweza ukasema kwamba nitafanyia malengo yangu nikiwa na miaka 40 nipate kitu fulani, utakuwa umechelewa sana. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Kwa mfano, kama una ndoto fulani ya kuimba, ukifikia umri wa miaka 50 utakuwa na uwezo wa kuimba kama ambavyo ungekuwa na uwezo wa kuimba kwenye umri wa miaka 25 mpaka 30 kwenda 35. Lakini pia kitu kingine ambacho huwa nashauri sana, uanze kuyafanyia kazi malengo yako mapema, kwa sababu ya kitu kimoja tu, kwamba unapoanza kuyafanyia kazi malengo yako unakuwa expert zaidi kwa wakati sahihi. Kwa sababu ukisubiria wakati fulani ndio uanze kuyafanyia malengo yako, utakuwa umechelewa sana na utakuwa confused na malengo yako. Lakini kuna kitu ambacho unatakiwa ukifanyie kazi. Kama research zinaonyesha, kuna research moja ilifanywa na Edward, ni doctor wa chuo kikuu cha Harvard. Alifanya research ambayo ilichukua miaka 50. Na alipofanya ile research akaja na mtazamo mmoja ambao unaitwa long time perspective. Huu mtazamo unasema kwamba successful people mara nyingi wao huweka malengo ya miaka 5, miaka 10, miaka 20 kuliko average person. Na research zinaonyesha kwamba watu wanaoweka malengo ambayo ni makubwa kwenye maisha yao, they are happier na wanakuwa na confidence na ujasiri kuliko mtu wa kawaida. Kwa kitu ambacho ni cha msingi ili kuondoa huu uoga,
lazima uweke malengo ambayo ni makubwa kuliko average person. Weka malengo ambayo ni makubwa zaidi. Lakini kitu cha pili ambacho ni kizuizi cha ndani yako wanaita ni self concept. Watu wengi wameshindwa kubeba maamuzi kwa sababu ya inferior, kujiona wao hawawezi, hawana uwezo. Yani hiki kitu ambacho kimewarudisha watu wengi sana nyuma. Kuna research ilichukua miaka 25 ambayo ilifanywa katika chuo kikuu cha Pennsylvania. Ilichukua miaka 25. Hii research ilifanywa na Dr. Martin. Na hii research ilionyesha kwamba watu wengi wanasumbuliwa na neno cannot. Watu wengi wanasumbuliwa na neno siwezi. Watu wengi tumezunguka na watu ambao wana notion za siwezi kuimba. Anatamani kuimba lakini hawezi kwa sababu ya kuogopa majority, sina kipaji, sina hiki. Siwezi kufanya biashara kwa sababu sina mtaji. Siwezi kufanya kitu fulani. Yani excuse ni nyingi. Lakini kitu cha msingi unachotakiwa kuelewa ni kwamba huwezi kutoboa kwenye haya maisha kama una excuse nyingi. Watu ambao wamefanikiwa kwenye maisha ni watu ambao walichukua actions, na waliochukua action kwamba naenda na naondoka. Kwa sababu ngoja nikwambie kitu fulani, kwamba una ndoto fulani pengine ya kuimba. Kila kitu kwenye hiki dunia huwa tunajifunza. Pengine labda sauti yako unaiona kwamba haiwezekani, lakini kama una ndoto kabisa, una passion ya kuimba, lazima ujifunze. Hakuna mtu ambaye amefanikiwa usiku mmoja, lazima uanze kujifunza. Kuna wakati hapo wa kupanda mbegu, unapanda, unaimba, unarudishwa na mwalimu, unaimba tena. Hiki ni kitu ambacho kitakufanya uwe vizuri zaidi. Lakini kizuizi kingine, research ambazo zinaonyesha ni vizuizi vya nje, na hivi vizuizi vya nje vinaweza vikakufanya usifikie malengo yako. Vizuizi vya nje mara nyingi ni 20%. Vizuizi vya nje ni 20%. Pengine inaweza ikawa ni skill, elimu yako ikakufanya usifikie lengo fulani lililopangwa kwenye maisha. Hivi vizuizi vya nje mara nyingi watu tunashauri kwamba lazima ufanyie kazi. Kama ni elimu, unaweza ukaanza kusoma wewe, chukua. Kama ni short course, anza kuchukua. Kama ni kizuizi cha elimu, kama ni kizuizi cha skills, inaweza kuzuia kufikia malengo yako, lazima uanze kujifunza hiyo skills ambayo inaweza ikakusaidia sana. Lakini pia kuna vitu ambavyo unatakiwa ujiulize kwamba watu wengi wamekuwa wakilalamika duniani kwamba inaweza kawa ni biashara, mtu fulani anafanya biashara, lakini kila anapofanya biashara yake imeshuka chini kimauzo, iko chini, na mara nyingi amekuwa akilalamika sana. Kuna kitu ambacho natamani nikwambie katika siku ya leo. Kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa kufahamu, kwenye maisha huwa hatu blame. Unapokutana na changamoto, ujifunze kutafuta solution na sio kulalamika. Na solution iko namna hii. Kwa mfano, kama wewe biashara yako unafanya biashara fulani, na hiyo biashara na mtu mwingine pia anaifanya hapo eneo lilopo, lakini anauza zaidi yako, lazima ujiulize swali, kwa nini anauza zaidi yako? Ukishalijibu hilo, utajua kwamba anauza zaidi yangu kwa sababu ya hiki na hiki na hiki na hiki. Na wewe urudi kwako, kwa nini mimi siuzi zaidi kama anavyouza wewe? Ukishajua hiyo sababu, lazima uanze kuzifanyia kazi, kuviondoa hivyo vizuizi. Ukishaviondoa, basi utaanza kupiga hatua. Ni vitu ambavyo ni vya msingi sana. Lazima uchukue wajibu wa kuviondoa hivyo vizuizi kwenye maisha yako. Vinaweza vikawa ni vizuizi kama nilivyosema, uoga, aibu, uiondoe kwenye maisha yako. Usimwonee aibu mtu yeyote. Self concept, jione kwamba una uwezo. Jione kwamba wewe kila kitu kinawezekana. Kitu ambacho cha msingi sana. Mungu akubariki sana.